Subscribe The Sport Show. Yanga yazidi kutamba na kwenye mechi hii kuna stori ya kusisimua kuhusiana na klabu ya Yanga. Magoli 7-1 dhidi ya Polisi Tanzania si haba na ni salamu kwa wale wanaoibeza Yanga kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakichambua klabu ya Yanga. Ikumbuke kwamba mara ya mwisho ilikuwa ni siku chache nyuma Yanga alivyocheza na JKT akambamiza goli 5. Kwa hiyo hii ya 7 wala sio story, ni sehemu ya mpira na ni sehemu ya Yanga na wala hawaringi. Kama hujawahi kufungwa na Yanga goli 5 tafadhali naomba unyoshe mkono juu popote pale ulipo. Naam, na kuletea uchambuzi wa mechi hii kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea baada ya Yanga kufunga goli 7-1 dhidi ya Polisi Tanzania. Na kabla tujaendelea, ni kuomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu kwa sababu kusubscribe kwako ni sehemu ya support kwetu, na shukrani kwa wewe ambao umekuwa ni mwanafamilia wa The Sport Show. Naam, Alan Okello ameweza kuendeleza pale alipoishia kwa kufunga goli lingine tena. Tunaweza kusema mechi mbili goli mbili, yani mechi tangu alivyofunga goli dhidi ya Singida na leo tena anafunga bao dhidi ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo pengine ile gundu la kufunga liliondoa rasmi baada ya kumfunga Singida Black Stars, na leo ameendelea pale. Sasa tutarajie, je, huu mwendelezo utakuwepo au ataishia leo kwa Polisi Tanzania? Ni swala la nafasi, na sasa hivi swala la kujiamini kwake kumekuja. Achana na story ya Okello, tutakuja kuiongelea baadaye kidogo. Kuna story ya Depu ambaye hajafunga kwenye hizi mechi ya Simba, lakini pia hajafunga mechi dhidi ya Al Ahly, lakini leo katoka na mpira wake kapiga hat-trick. Niliwahi kuzungumza kwamba huyu Depu atakuja sana kusumbua wapinzani wakikaa vibaya, kwa sababu ni clinical finisher ambaye anahitaji nafasi moja kuweza kukupa kitu, kwa sababu kitu kingine alichonacho Depu ni kukupa pasi au kutengenezea nafasi. Kwa hiyo kumchezesha kama namba 9 hapa mwalimu kampatia. Mabao yaliyofungwa na Mudathiri haya, Depu, Alan Okello, Casemiro yanafanya Yanga kuenda hatua inayofuata kwa idadi kubwa sana ya magoli, na sikumbuki kama kwa siku za karibuni kuna timu imeweza kufungwa hivyo. Nilichambua hapa kwamba wapinzani wao klabu ya Simba wao hii hawana. Mara nyingi Simba amekuwa na tatizo la kufunga magoli mengi na ana struggle sana kupata magoli. Kwa hiyo anapokutana na timu inayozuia zaidi huwa ana struggle sana. Kwenye post iliyopita nilizungumzia hivyo, lakini niliwahi kuchambua mbinu za kocha wa Yanga, lakini kwa leo amekuja kitofauti na kuweza kuhakikisha kwamba anatengeneza timu inayo flow na kuweza kupata mabao mengi zaidi. Lakini nimewahi kuzungumzia swala la kocha wa Yanga kuwa ni mwoga wa mbinu zake, na hili lisijifiche kwenye kivuli cha magoli 7 aliyofunga dhidi ya Polisi Tanzania, kwa sababu Polisi Tanzania ni timu ambayo ipo daraja gani ukilinganisha na klabu ya Yanga. Sasa kocha wa Yanga anapokutana na timu zile kubwa, mara nyingi amekuwa ni mtu ambaye anajilinda zaidi kuliko kushambulia. Hiki kitu tutakuja kukiona kwenye mechi dhidi ya Azam. Mtakuja kukiona kwamba ni muumini wa falsafa ipi, lakini endapo akikutana na timu ambayo inafunguka ni rahisi kwake, yani inacheza mpira, tuseme anacheza mpira nicheze mpira na kubaki nyuma, huwa ni vingine kabisa. Yanga huwa ni kitu kingine zaidi kutokana na kwamba huwa ina flow, na kuflow kwake inatokana na namna ambavyo kwa namna moja ama nyingine mpinzani anakuwa. Mfano, ukiwa ni mtu wa kubaki nyuma sana, Yanga atakufungua kwa namna yoyote ile, atakufunga tu, na ukijitahidi kwamba uanze kuja kuleta mashambulizi ndo atakapo kufunga zaidi. Angalia game na hawa Polisi Tanzania, inatoa majibu zaidi. Kwa hiyo kuelekea mechi
na Azam, pengine mwalimu anaweza kaja na mpango mwingine tofauti na huu. Kwa namna ninavyomuelewa kocha wa Yanga, atakuja na mpango mkakati mwingine kuhakikisha kwamba anazuia zaidi kuliko kushambulia zaidi, na ikitokea anashambulia zaidi, basi atakuwa anashambulia kwa tahadhari sana kuliko kushambulia zaidi. So kwenye hizo mechi tutakuja kuzungumzia kwa wakati mwingine, lakini kwa wakati huu tuendelee kuwapa sifa wachezaji wa Yanga, namna ambavyo wanafurahia kucheza kwa pamoja na namna ambavyo wanajaribu kutengeneza timu ambayo itaendeleza yale yale ambayo Yanga anayafanya siku zote, kuhakikisha kwamba wanakuwa ni majiant wa mpira wa Tanzania. Shukrani kwa Depu, shukrani kwa Mudathiri, shukrani kwa Buba, ambao wote wameonyesha kitu kilichofanya waendelee kucheza kunako klabu ya Yanga. Lakini ningetarajia mechi kama hii wangeanzishwa wachezaji wale ambao kidogo ni kikosi cha akiba, ili na wenyewe waweze kupata muda mzuri wa kupata match fitness. Lakini matokeo yake ndo kama ambavyo mpango wa kocha ulikuja, ni kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri, na kweli wamepata, ni kitu kizuri. Lakini pia wale ambao wameweza kuingia kina Casemiro ambao hawapati nafasi mara kwa mara, wenyewe wameingia, wamepata, wamescore goal. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hii ni faida kwao wanayanga zaidi, hasa kwa kocha, kwa kuwa itakuja kumtengenezea mazingira mazuri ya kwamba anakuwa na kikosi kipana ambacho wote wako kwenye level moja ya fitness. Kwa hiyo kwa mechi kama hizi ni nzuri zaidi kama ambavyo wamekuwa wakifanya, ambao kwa namna moja ama nyingine tuite kwamba makocha wanafanya rotation. Kwa hiyo Yanga wamecheza vizuri, wamemiliki mpira vizuri, wameshambulia vizuri, wamepata magoli mazuri. Kwa kila sifa iende kwa klabu ya Yanga, wapinzani wao walikuwa ni dhaifu. Asante sana, hadi wakati mwingine.